13:1-4, that leadership comes from God. Heshimu viongozi wa kanisa, tuheshimu misa inapoendelea. Tukiingia kwa michango kama hii, tunaingia kwa upole. Tukiingia matanga, tunapata father na ubiri ama pastor na ubiri, unaingia kwa upole. Hii maneno ya kuingia na fujo, ati unaketi hapa unasumbua watu, unasukuma watu, ati ndio uonekane una maarufu. Hiyo maarufu yako ni kidogo sana kwa Mungu. Mungu ataikata mara moja. Lazima tuheshimu viongozi, and especially our bishop and our fathers. Ama namna gani? Niliona juzi Jumapili wakati tulikuwa Ijumaa tulikuwa na matanga ya jamaa wa bodaboda huku Boikanga Ward. Father ameshika microphone hivi, father wa Nyamarambe. Ameshika tu microphone, anataka kuanza. Mimi sikuwa nimefika. Kama ningekuwa mapema hapo, hiyo vitu haingetokea. Nyinyi mnajua. Huwezi fanya vitu kama hiyo nikiwa. Hata hapa huwezi. Utafanya namna gani? Kwani mimi nimelala? Ninajua hiyo maneno vile inafanywa. Ama sasa wakati father ameshika microphone namna hii, vijana wakaingia, vijana. Father nikaona vijana nikasikia, mimi nilikuwa naambiwa wameingia vijana kama 300. Wakaenda mpaka mbele wakanyang'anya father microphone. Wakaambia yeye ati sisi tumetumwa sijui na county, sisi lazima tuzungumze kwanza ndio nyinyi mzungumze. Bahati mzuri wakasikia Osoro amefika Nyamarambe. Wakageuza pikipiki zao wakarudi mahali walirudi, wakaenda. Na tukarudi tukaketi hapo, misa ikaendelea. Father akahubiri, akafunza sisi for 2 hours, tukamaliza misa. Akanipea nafasi, nikapatia viongozi wote wakazungumza. Matanga ikaisha vizuri. Tafadhali, ile kasumba imeingia Kisii. Ile kasumba ya kuingia kwa father, kuingia kwa misa na kuingia na fujo, kuonyesha umaarufu ya kisiasa, na wakati huu si wakati wa siasa. Hiyo kasumba ikome mara moja. Na isikuje hapa South Mogrango. Kama mnaifanya muifanyie kule kwingine. Hapa mimi sitawaruhusu. Heshimu kanisa. Hata niliona juzi tukiwa na mchango Bonchari. Misa inaendelea, father anazungumza, viongozi wamekuja hapo mpaka speaker. Kiongozi mmoja wa wanasiasa anaingia na vijana 500. Misa inasimama dakika 10 mpaka mbele mahali father na wanaingia, mnaketi hapa ati sasa tunaketi hapa tungoje yule ataongea vibaya apigwe. Ati apigwe. Hiyo umaarufu peleka huko nje. Kwa kanisa sisi ni watu wadogo sana. Ni Mungu ametupa hii uongozi. Father sasa akiniambia niketi nitaketi. Akiniambia nitoke nitaketi, kwa sababu ile mafuta yako nayo mimi sina. Ama hii uongozi ni ya dunia bwana. Lazima tuheshimu uongozi ambayo Mungu ametuwekea. Tafadhali nawaambia viongozi wote wa siasa, when you get a function inaendelea na umechelewa, pengine umepata misa inaendelea, ingia polepole, uingie uketi. Wacha kuharibu misa, especially katika Catholic ambayo iko na order. Unapata watu wamepanga line, wanaenda kuchukua sacrament. Mnawasukuma hapo ati mnaingia ati sasa kiongozi ameingia hapa. Ujinga. You must respect the church. You must respect the church. Wasema na bana wami toka yake. You must respect the church. Tafadhali. Tafadhali. Ati kwa sababu tunaleta pesa kanisani tukuja hapa na fujo. Hii pesa ambayo Mungu ametupea, Mungu ataichukua tu na utabaki maskini. Yeye ndiye ametupea. Ukija kanisani vile tumekuja keti kama mheshimiwa Ndindi, kama mheshimiwa Doris Donya, tulia. Umaarufu yako tutaijulia huko nje. Umaarufu gani kwanza? Hii umaarufu ya kununua pesa ni umaarufu bure. Umaarufu mzuri inakuja automatic kama hii yenye watu wako hapa wameketi hapa wanangoja Osoro azungumze vizuri kabisa. Hiyo ndio umaarufu kabisa. Hii umaarufu ya kutafuta watu na kuwapea 500 hiyo si umaarufu, hiyo ni kujidanganya. We must learn to respect the church. At any given time, let's never allow ourselves to fight with the church. Ati sisi ni viongozi wa siasa. Hiyo tuache. Iwe ni Catholic, iwe ni SDA, iwe ni Pentecost, tuache. Kwa hivyo leo niliona nizungumze hiyo, kila mtu ashike, na nikaribishe viongozi wote ambao wamekuja hapa, na ni wa congratulate nyinyi wote. Mmekuja na upole, mmekaa, mmesikiza misa, mmefunzwa, sasa mmetoka mkiwa na akili mpya kwa sababu tumesoma na tumehubiriwa. Lakini ungekuja hapa unaongoja wakati wa pesa ndio unakuja, hiyo sasa hujakuja, umekuja kuonyesha umaarufu, na hiyo sio mzuri. Na kwa hivyo mimi leo nimebarikiwa sana kwa sababu nimesikiza vile nimefunzwa. Kwa hivyo having said that, niombe viongozi
Leo hapa tuko kanisani. Hapa hatuko umaarufu wa ni nani mnoma, ni nani sijui yako namna gani. Ukishika microphone, unazungumza, una support kanisa, unaketi, tunaheshimu kanisa. Maneno ya vuguvugu na kupanga vijana sijui wewe pigia, akiongea vibaya pigia yeye kelele, tafadhali fanya kule nje. Tukitoka hapa, enda huko, tafuta wako wapige kelele, wapige waende nyumbani walale. Na wewe mwenye unalipwa upigange wenzako kelele. Unapata unalipwa 500 na unaenda kwa nyumba, baada ya 500 umekula umeenda unalala. Unaambiaje bibi yako nyumbani? Nimefanya kitu ya maana leo kwa sababu nimepigia Osoro kelele. Don't be silly. Lazima ubehave vizuri bwana. Ukilipwa pesa unasema nini, nimelipwa hii pesa, wacha nitulie, kanisa iishe. Ama namna gani wenzangu? Yes, tafadhali. Tuheshimiane tu, tuheshimu viongozi ambao Mungu ametupatia. Kwa hayo machache na mengi. Munataka kujua viongozi ambao wamekuja? Munataka kuwaona? Leo tuanzie ero mbwata bagendera ero nde buya kabisa. Tuenzi ni manyete muwe bangete. Mheshimiwa Ndindi, kanisa ilikuwa imejipanga kweli kweli. Mimi leo nataka tuende straight katika program ya mchango. Lakini kanisa imejipanga kweli kweli. Wakati walijua tunakuja